Sabri Zamil Al-Mindri. Juzi niko mtandaoni nikaona raddi kwa chizi wa Mombasa Abdallah Humeidi. Nikamwona Ayubu, ikabidi nisikilize. Ziko audio A na B. Nikamsikiliza nikaona huyu kuna haja ya kumjibu kwa sababu ana pembe lake mwenyewe kichwani. Ukilituliza kidogo anatulia, ukimwacha linaota tena. Sasa kwa sababu tumemwacha muda mrefu, akaanza kuota pembe, atukana anavyotaka. Mle mna matusi, mtasikia biidhnillah. Ana matusi yule bwana, sio mchezo. Sababu kubwa anadai kwamba eti Sheikh Abdallah Humeidi amemtukana mufti Sheikh Abubakar Zuberi, mufti wa Tanzania. Kwa hiyo na yeye kwa sababu amemtukana huyu, na yeye anamtukana kadhiba wa zuran wa iftiraan alayhi, amemzulia uongo Sheikh Abdallah Al-Humeidi. Kabla sijaendelea, nataka niwape nasaha ndugu zangu wenye channel mbalimbali, channel za kisalafi. Kuna baadhi ya watu wanachukua minasaba ya mazungumzo ya mtu aliyezungumza zamani, wanayaunganisha na matukio ya sasa. Baadhi ya nyakati mambo haya hayastahiki. Kwa mfano, inaonekana kuna baadhi ya ikhwa wamechukua maneno ya mufti aliyezungumza juzi hapa kuhusu jambo la kufadhilisha baina ya siku ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na Lailatul Qadr, alafu wakamweka kwenye mazungumzo ya Sheikh Abdallah Al-Humeidi hafidhahullah ta'ala, kwamba eti amchapa mufti wa Tanzania, wakati Sheikh Abdallah Humeidi amezungumza maneno hayo mwaka mmoja uliopita, na alikuwa akimjibu bwana mmoja anaitwa Jaafar, nadhani anajiita Sharifu, huko Mombasa huko Kenya. Sasa yule Ayubu, kwa sababu ni mtu ambaye anakurupuka na ni mropokaji, yeye akaja akalivamia lile, akasema huwezi kutukania mufti. Lakini Sheikh Abdallah, nataka nikwambie, na haya naomba maneno haya yamfikie Sheikh Abubakar Zuberi, kwamba huyu kijana huyu Ayub anachotaka kukifanya ni kuleta fitna na uchonganishi, na si mkweli katika dini, wala sio mtu wa dini kadhalika, wala hawezi kuitetea dini abadan. Yani dini haiwezi kunusuriwa kupitia mikono ya bwana Ayubu Kibwengo, kama alivyojiita yeye mwenyewe kwamba ni Kibwengo. Walikuwa hawapo, watajua baadaye inshallah kwa nini tunamuita Kibwengo. Alhasil kwamba ni mtu ana maneno machafu, maneno ya uchonganishi na fitna na umbea. Akataka kumchonganisha Sheikh Abdallah Humeidi na mufti wa Tanzania, hali ya kuwa ni jambo la uzushi. Sheikh Abdallah Humeidi hana akili mbovu za kumtukana mufti Sheikh Ali Zuberi hata siku moja. Na jambo lile, audio ipo, video mimi nayo ya Sheikh Abdallah katika YouTube, ambaye inazungumzia jambo hilo. Alikuwa akimjibu mtu wa huko kwao huko, tena mwaka jana, sio mwaka huu. Sasa Ayubu kwa sababu sio mfuatiliaji na ana chuki binafsi na Ahlus Sunnah wal Jamaa, na pia anapenda sifa na kujulikana katika ulimwengu, kwa sababu zamani alikuwa hajazinduka na mambo haya ya YouTube. Sasa hivi alipozinduka, sasa anafanya fujo. Tunafahamiana, afanya fujo mtandaoni, atakawe yeye ndiye mzungumzaji, na haya mtayaona insha Allah, kama yeye anatakawe mzungumzaji peke yake, mashekhi zake wote wanyamaze, azungumze yeye tu. Na kinachomsumbua ni njaa, na tushai kuyasema kipindi cha nyuma kwamba yeye anasumbuliwa na njaa, kila penye kula anajaribu kuingia, ima moja pawe pa halali au pa haramu. Akikosa kula kwenye dini, ataenda kwenye sehemu nyingine ambayo tutakuja kuitaja hapa. Sasa Sheikh Abubakar Zuberi, tunakuomba huyu kijana usimzingatie maneno yake, atakuleta uchochezi na fitna na umbea ili ajulikane katika ulimwengu. Lakini pia tunafahamu kwamba Sheikh Abubakar Zuberi ni mtu ana akili zake, na anajua thika kwamba Sheikh Abdallah Humeidi hawezi kumtukana yeye abadan, anafahamu. Isipokuwa kijana ni mtu wa fitna na mtu anayependa kuharibu mambo na kuwatia chuki Ahlus Sunnah wal Jamaa na kuwachonganisha na watu wengine. Sasa huyu bwana, baada ya kuwa ameukimbia msikiti wake ule wa pale, akahamia msikiti huko katikati huko, akawa anajiropokea. Miongoni mwa mazungumzo aliyasema
anasema hivi, anasema lakini pia tukamsikia mpuuzi mmoja, kichaa mmoja kutoka katika mji wa Mombasa akiitwa Abdallah Humeidi, kwa jina lingine akiitwa Dilele. Lakini pia vile vile tukamsikia naye mpuuzi mmoja ama mkichaa mmoja kutoka katika mji wa Mombasa akiitwa Abdallah Humeidi, ama kwa jina jingine anaitwa Dilele. Tumemsikia naye akisema maneno machafu sana, maana huyu ana mdomo mchafu sana. Sasa akamsema mufti kwa maneno machafu kweli kweli. Asema tukamsikia mpuuzi mmoja, mkichaa mmoja huko Mombasa, Sheikh Abdallah Humeidi, Allah muhifadhi na amwepushe na vitimbi vya wenye uadui. Sasa majibu yetu kwa huyu bwana Ayubu Kibwengo asiyekuwa na adabu huyu, kwanza nataka tufahamu kuwa huyu bwana Ayubu anataka kumfanya mufti kuwa ni farasi wa kupandia kwa ajili ya mapambano. Ima moja, yeye anajua kabisa kwamba Sheikh Abdallah Humeidi hajamkusudia mufti, na huo ndio uhalisia, kwa sababu huko mbeleni ukasema kwamba ima moja kama anamjibu mufti au anamjibu huyo sharifu wa Mombasa, mimi nitamjibu, kuonesha kwamba audio ameisikiliza hii ya Sheikh Abdallah na akajua kwamba hamkusudii mufti, na mufti amezungumza juzi na Sheikh Abdallah amezungumza mwaka jana. Sasa sijui Sheikh Abdallah alipewa wahi kwamba mufti atazungumza hivi ndio aseme amtukane? Aljawabu la. Lakini yeye shida yake anakusudia kupitia hilo awatukane ahlus sunnati wal jamaa na waonekane ni watu wa hovyo hovyo, ni watu hawana thamani, hawafai katika jamii, kwa sababu shekhe wao amtukana mufti wa Tanzania. Na hili ni jambo la uzushi, na bwana Ayubu tunakwambia kwamba utakuja kutulipa siku ya kiyama usiporudi nyuma ya maneno yako haya. Siku ya kiyama sisi tutahasimiana na wewe, kama nilivyokuambia katika kipindi kile cha kutuita makafiri. Maka alisema jamada kafiri, hata akichinja mimi siwezi kula. Alisema neno haya, kanikufurisha. Mpaka leo hajatujai kusikia kwamba amerejea nyuma kwamba bana mimi nitaraja, nilikufurisha kimakosa, astaghfirullah wa atubu ilayhi. Mpaka leo yuko hivyo na mimi sijamsamehe ila an taquma saa, ili aende akatuongezea akaunti zetu za akhira huko. Bwana Ayubu ajipange nalo hili na asifanye maskhara jambo hili, asallallahu alafiyata wassalam. Lakini ukweli ni kwa Sheikh Abdallah hajamkusudia mufti, sio kwa mbali wala kwa karibu, kwa sababu zifuatazo. Klipi ya Sheikh Abdallah nitokea mwaka jana amezungumza, lakini pia audio yake mimi nimesikiliza mwanzo mpaka mwisho. Amemzungumzia sharifu mmoja ambaye yuko huko kwao Kenya. Hii ni kuonesha kwamba Sheikh Abdallah Al-Humeidi hajamzungumzia mufti, si kwa mbali wala si kwa karibu, na hawezi kufanya hivyo kwa sababu anajua nafasi ya mufti na kila mtu ana lugha yake ya kuzungumzishwa. Hawezi kufanya hivyo Sheikh Abdallah Humeidi, ametakasika na jambo hili, ameepukana nalo. Sasa kwa nini wewe uje kumsingizia ili uwachafue Ahlus-Sunna? Malengo yako ni nini wewe Ayub usiyekuwa na adabu? Lakini pia bwana huyu hana insaf wala uadilifu. Zile chuki zake zinampelekea mpaka kuwasingizia watu kama alivyomsingizia Sheikh Abdallah hapa. Lakini tumwambie kwamba Allah anakataza kutokuwa waadilifu hata kama mtu anaheshimiana naye. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu, yasije kakupelekeeni yale mliokuwa nayo baina yenu na watu kutowafanyia uadilifu. Kama mna chuki binafsi, mgombana na khashimiana, msiwakosee uadilifu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, fanyeni uadilifu kwa sababu huo ndio karibu na ucha Mungu. Nyinyi inatakiwa muwe waadilifu. Bwana Ayubu inatakiwa ukizungumza uwe na insaf. Wallahi wa billahi wa tallahi, yale yote unayozungumza utakuja kuyakuta siku ya kiyama imekusubiria wewe. Fanya maskhara, zungumza utake ukubwa kabla haujafikia daraja lake, utake kujifakharisha wakati si stahiki yako, alafu uje ukutane naye siku ya kiyama ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema wabadalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun, yatawadhihirikia kwa Allah yale ambayo walikuwa hawayadhani. Walikuwa wadhania kwamba wafanya khairi, kumbe wafanya shari, wawasingizia ahlus sunnati wal jamaa. Kumwogopi Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tukirudi kwa huyu Ayubu,
Tutaka tujue sisi kati ya Sheikh Abdallah Humeidi na Ayubu ni nani kichana nani chizi. Siku sio nyingi, mafahamu nyingi. Bwana Ayubu Kibwengo huyu alikuwa kwenye kampeni akitafuta kula, sio maka akishindwa kwenye dini aenda kwenye siasa, akawa anatafuta kula. Huyu bwana huyu shekhe huyo akakodisha si magari, akawa anazunguka na gari hilo, gari la piga muziki, kuna singeli mle ndani. Hata singeli watu wapiga muziki wacheza kweli kweli mle ndani, wanawake kwa wanaume, sio? Yuko kwenye gari la kupiga muziki, alafu yeye ndiye mkuu na rais wa gari hilo, ndiye kakodisha, sio? Na jikapero lake mwenyewe, sio? Ala kulli hal ni bwana wala sio mtu wa dini. Ndio nataka nimwambie Sheikh Ali Zuberi kwamba huyu sio mtu wa dini. Mkimwona mtandaoni kama vile ni mtu wa dini, mcha Mungu fulani, uongo mkubwa. Hakuna mtu hata mmoja wa Pongwe asiyemjua kwamba Ayubu ni kigego, mtu asiyesikia, asiambilika, na hajali heshima ya mtu yeyote. Ni salitul lisan, amesalitiwa ulimi wake, fahishul qaul, mchafu wa maneno, sayyi'ul khuluq, mchafu wa tabia, ma yar'a hurmata ahadi, hachungi heshima ya mtu yeyote unayemjua wewe. Lau sahibtahu 10 sinin, lau tashubiana bwana Ayubu miaka 10, yumkin yahdimuha fi saa, huenda akavunja heshima yako wewe kwa lisali moja tu. Na mfano wake upo. Kuna mwalimu wake mmoja anaitwa Sheikh Hamisi, nisha kumtaja hapa, akalalamika, unapata taarifa za Pongwe, unajifanya mtu wa Pongwe. Ndio utapata taarifa, sitakuandama wewe sababu ya kutokuwa na adabu. Huyo mwalimu wake yeye alimtukana na kumkosea adabu mwalimu wake. Sasa atamuhifadhi nani mtu huyu asiyekuwa na adabu mpaka mwalimu wake aliyemtoa kwenye matongotongo huko hana adabu, na mpaka leo hawaelewani. Mimi nilimpa challenge, nikamwambia kama si kweli maneno yanazungumza, muite shekhe wako aje. Nitampigia simu kesho. Mpaka leo simu hajapata chaji hiyo simu, au hana vocha, hajawahi kumpigia na hawezi kumpigia. Ni mtu hana adabu kwa yeyote, na hachungi heshima ya yeyote. Ukimkorofisha utakipata cha moto kutoka kwenye kinywa chake kichafu hicho. Sasa akaenda na singeli huko, kacheza huko, akaacha dawa na msikiti akaufunga kabisa, akawa haonekani. Sijui kama kuswali alikuwa aswali pia, akawa tembea huku arudi huku, atembea huku arudi huku. Kibaya zaidi, mjue kwamba huyo hana adabu. Hata wale wala mirungi hawezi kufanya tabia hiyo. Akangoa speaker za msikiti, akazipeleka male maduka 7 pale, akazifunga, alafu akawa yeye ndiye mzungumzaji, awasifia wanawake wanaotingisha viuno na kucheza, kwamba tunao wanawake kutoka Kisimatui hapa, anawasifia kwa kucheza kwao vizuri singeli, sio? Sasa shekhe wa vipi huyu? Alafu mtu kama huyu fedhuli huyu anakuja kuwatukana mashekhe ambao wamesimama sawa sawa katika da'wa, bila shaka hataki kuachwa, hana adabu. Ni nani asiyejua haya Pongwe? Na alhamdulillah tunamzungumzia mtu ambaye tunaishi naye mji mmoja. Hivi kweli hata wale wala mirungi wale na wala unga wanaweza kufanya ujinga huo? Yaani mtu akachukua speaker za msikiti akazingoa akaenda kuchezea mziki kwa sababu ya kutafuta kula, inawezekana? Alafu akitoka hapa alivyokuwa hana haya, yule jamaa sio anamchukuliaje au anaomkaribisha? Asivyokuwa na haya, avaa kanzu aje kuzungumza msikitini, awapa mawaidha watu. Mawaidha gani sasa haya? Yaani nani anaathirika na mawaidha yake bwana Ayubu Kibwengo huyu? Inawezekana hii? Ayubu sio mtu wa dini kabisa, ni mtu wa mtaani, mhuni mmoja ambaye anaweza akafanya lolote maadamu apate kula yake. Na haya anayafanya ili apate ugali, apate kujulikana Tanzania. Amtetea mufti tena, huyu ndio kiboko yao huyu. Wallahi hana lolote Ayubu Kibwengo, wala sio mtu wa dini, wala sisi kwetu hatumzingatii. Tunafahamiana? Kipindi kile alitaka kula kupitia Yusuf Diwani, akakuta Yusuf Diwani mwenyewe ana njaa kama yeye, sio? Kapanda gari kutoka hapa mpaka kule kwenye studio ya bwana Yusuf Diwani, akaanza kunichapa mimi kwamba kijana mmoja hivi na hivi. Lakini akawa anashukuru kwamba alhamdulillah, nashukuru bwana Jamada, inabidi tuendelee kwa sababu nimenunuliwa smartphone, nimeahidiwa na kompyuta, sio shanunuliwa, nimeahidiwa na kompyuta kwa sababu ya ule mjadala. Kula tu kunamsumbua. Sasa dini haiendi hivyo bwana Ayubu.
umuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Kabla sijaendelea, tambihi nyingine ni kichwa cha habari tulichokitoa katika kumradi huyo, tukasema ni iskatul kalbi alawi, kumnyamazisha mbwa anayebweka. Kuna baadhi ya watu jambo hilo limewatia kigegezi kwamba sasa inakuwaje unamtukana mwenzako kwamba ni mbwa, uslubu gani huo? Baadhi ya watu wanalalamika hivyo. Nataka niwaambie kuna vitu vya tashbihi, kufananisha. Sio kwamba amekuwa mbwa sasa kwa maana mbwa mwenyewe, vitendo vyake vya mbwa, abweka. Yule Ayubu Kibwengo abweka, sio? Si mnamsikia hapa, mnaweza kusema kwamba mpuuzi mmoja, kichawa wa Mombasa. Sasa kubweka huko ni kama mtu kumuita kasuku. Bwana huyu kasuku, huyu bwana amekuwa kasuku ndege, kwa sababu ajiropokea tu aitwa kasuku. Yule jamaa simba yule, kwa sababu ya ushujaa wake. Sio kwamba ni simba mnyama sana huyu, tutasema mbwa aliyemtukana Sheikh Abdullah Humeidi kwa maana ya vitendo vyake vya kubweka. Kwa hiyo msiwe na nani kwamba sasa itakuwaje mwamuita mtu mbwa. Allah subhanahu wa ta'ala amefananisha baadhi ya watu na mbwa. Famathaluhu kamathalil kalb, alipokuwa akifananisha akizungumzia watu ambao wanaisoma ilmu alafu wanaipa mgongo wafanye mambo mengine ya ovyo, kwamba mfano wake ni mfano wa mbwa. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaita makhawariji kama ni kilabu nar, lianahum yukaffiruna almuslimin, wanakufurisha waislamu na kuwaua waislamu. Akamwambia kilabu nar, mbwa wa motoni. Kwa hilo lisiwashangaze. Bali Sheikh Muqbil rahimahullah ta'ala ana kitabu maalum alichokuwa akimradi al-Qardawi kama iskatul kalbi al-awi, kumnyamazisha mbwa anayebweka, akamtaja jina lake ambaye ni al-Qardawi. Kwa hiyo ala kulli hali hilo lisiwashangaze, ni jambo la kawaida, na huyu astahiki hivyo hivyo. Yani haya maneno tunamwambia maneno magumu haya ndio yanayofaa kwa Ayubu, kwa sababu haambiliki. Na yeye shaikuwa kusema mimi hakuna mtu hata mmoja anaweza kuninyamazisha, hata mmoja, lakini mimi namwambia biidhnillah atanyamaza huyu. Kama alivyokuwa amenyamaza kipindi cha katikati hapa, atanyamaza tena. Na mimi namwaahidi kwamba akijibu nikasikia pointi za kujibu, nitamjibu tena. Tutakuwa tuwajibizana yeye na mimi ila ayasha Allah. Kama atakosa adabu basi ndio hivyo, na sisi tutakuja kumwambia maneno yake kama haya.